ana shida gani? Nesi mwanangu anatapika, anapandisha joto, analegea. Ameanza lini? Ameanza jana usiku. Twende hapo, inatosha. Ongea. Huyu mtoto joto sio kali sana, kifua kipo vizuri, ila malaria na UTI ndio iko juu sana. Kwa hiyo inabidi umpatie dawa, na pia inabidi uwe mwangalifu sana mama mtu katika kumwangalia mtoto, na umwekee neti, na anywe maji kwa wingi, na ale chakula kwa wakati. Kwa hapo kuna dawa nitakupatia uweze kuzingatia na uweze kufuatia maagizo niliyokuagiza. Na hizi dawa ni 20, inabidi unipatie afu uweze kufuata maagizo kama hiyo ndio kulia. Basi sawa Nesi. Samahani, natoka dakika moja. Mama, naomba mama. Bora nimekuitia hapa nje. Maana ningeongelea huko ndani, maana wewe ungeharibika. Nadhani mwenyewe umeona pesa ambayo imehitajika huko ndani. Afu mimi sina hata 100 hapa mfukoni kwangu. Mimi na akiba kangu hapa. Tunafanya kazi zangu, nataka nje ukawalipe leo. Sasa nitakuazima wewe. Itakuwa afadhali maana. Basi wazee tu lazima tufunge kwenye vikanga sio vikadondoka. Hii ni panado ya kushusha joto na kutoa maumivu. Utampa kwenye 5 mara 3. Hii ni dawa UTI. Umpikia kwenye 5 mara 3. Hii ni aluu. Utampa viwili asubuhi na viwili jioni. Upate maagizo utaweza kupona. Shikamoo. Kwa hiyo unaona salamu ni muhimu kuliko pesa yangu? Hapana. Hapana nini? Wewe hujui kwamba mimi nakudai hela zangu? Ni miezi mingi sana imepita. Oh, naona ni sawa. Hapana, lakini blaza, wewe mwenyewe unafahamu kwa mimi hali yangu ni mbaya sana. Sina pesa. Na hapa kwenyewe nimetoka kumpeleka mtoto duka la dawa. Pesa yenyewe ya kulipa pale mimi nimeshindwa. Bi mkubwa ndo alikuwa na akiba yake, ndio aliolipa pale ile pesa. Mimi pesa sina blaza. Uwe na maisha magumu, usio na maisha magumu. Ninachotaka mimi ni kodi yangu. Sawa? Sababu hapa huku nichangia hata tofali. Wewe babako alileta tofali hapa? Mbona unaleta masuala na hela wewe ndugu yangu? Sababu gani? Hata msumari huku nichangia. Miezi 6 nimekuachia. Tulishia ndugu yangu? Hapana. Hapana nini sasa? Ninachotaka mimi ni pesa yangu sasa hivi. Nishapiga kufuri hapa. Haingii mtu bila hela yangu. Sasa blaza, mimi hapa nifanyeje labda? Hii pesa sina, basi hebu fungua huo mlango.
angalau mke wangu hawezi kuingia ndani ampumzishe huyu mtoto, maana amechoka sana. Yaani mlango hapo sifungui mpaka hela yangu. Yaani cha kukusaidia wewe sasa hivi, nakupa dakika 15, hiyo pesa yangu ishafika hapo. Sing'oe mguu wangu bila pesa. Na kama nafungua huu mlango unaingia hapo ndani, unatoa kila kilicho chako unaondoka. Naweka mpangaji mwingine sasa hivi. Basi mume wangu, nikijaribu kwenda kwa shemeji, maana mwanzo ana biashara, anaweza kukusaidia kiasi cha pesa. Lakini na mtu tutaenda wapi mume wangu? Hapo kidogo mke wangu umeongea kitu. Basi sawa, mimi ngoja nikimbie kwa blaza chapu pale. Ili nikaongea naye kama naweza kanilazimisha hiyo pesa. Basi sawa. Unajua wewe, shida nyingine wewe unatakaga mwenyewe. Kuna mtu anataka shida? Unavyoona ni sawa kukaa na mume wako hana hata hela, haeleweki, hata kodi tu hapo inamshinda. Asa nataka nisizike naye niende wapi? Kama wewe ndio uliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Nafikiri nitafanyaje? Kuna wakati mwingine sio mpaka ubarikiwe na Mwenyezi Mungu, utakao mwenyewe wewe unafanya maamuzi. Sasa sikiliza. Mimi naomba moja kwako. Ombi gani? Mimi nataka niwe mpenzi wako. Wewe baba. Na kama utanikubalia ombi langu hili, wewe hapo utaishi kama mfalme ndani ya nyumba. Sawa, nitalifikiria hili swala. Sio kufikiria, na hata kodi sitokudai. Yaani utakuwa unakaa free. Utakuwa fikiria haswa. Basi hivyo, kitoa maamuzi eleweke, unahama hapo. Sasa mimi nikiama tutaenda wapi? Ili uone ninachokizungumzia ni kwa serious na namaanisha. Funguo nitakupa, utafungua mlango utaingia hapo ndani. Sawa? Na kisha kuja mmeo, awe aje na hela, asije na hela, inatakiwa wewe uje nyumbani kwangu. Uniletee wewe majibu wewe nyumbani kwangu. Sawa? Utakapokuja hakikisha ukileta majibu mazuri, kodi na kusamehe. Na hata kodi ya chumba cha pili yule kule, hela zote nitakuachia wewe, utakuwa unatumia. Utaishi kama nyumbani kwako. Basi sawa, nitakuletea majibu aina yoyote atonipa. Zingatia kama nilivyoongea. Sawa. Unaona sasa? Ili nishapataga mke hili. Nishapataga mke watu mimi na kufunga hili. Nifunga cheki hizi kama hivi, mtu jui mnyaturu wewe. Nimekosea. Mtu jui kucheza wewe. Umekosea. Hamna kiwango kidogo mzee. Nacheza hapo. Unanipa na hii. Hiyo nakupa na hiyo. Nakula, haya nipe tena. Nakupiga kamba hii. Ile sikuachi. Ile sikuachi. Kamkubwa. Niambia dogo. Vipi bwana? Fresh dogo. Sawa, niambie bwana. Fresh bwana. Karibu. Asante. Nishafundisha hapa bwana. Asante. Sema nini? Baza na maongezi nawe kidogo. Ngoja nije wewe mnyaturu nikunyooshe. Umepatia. Ngoja anakuja sasa hivi. Poa. Huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Maana hapa ninavyokuambia, bi mkubwa alikuja nyumbani, mtoto anaumwa. Umeona? Kuweka pale kabidi tumchukue, tukampeleka duka la dawa, akapewa dawa pale, tukaondoka. Lakini kama unavyonijua mimi mdogo wako, sina pesa. Bi mkubwa alikuwa na akiba ndani, ndio aliyotoa kulipa pale mahitaji yote. Tuachane na hayo. Natoka kule narudi nyumbani, yeye namkuta baba mwenye nyumba amefunga mlango, na ameniambia hawezi akafungua mlango mpaka apate pesa yake ya kodi ya miezi 3 ya nyuma iliyopita mpaka ya mwezi huu tunaokaa. Kwa hiyo sasa hapa blaza, mimi mdogo wako sielewi kwa kweli. Nilikuwa naomba kama una akiba hata shilingi 30,000 uniazime.
Kwanza pole sana dogo. Bana, mimi nikisema kwamba sina hela itakuwa muongo mdogo wangu. Mimi hela ninayo. Ila tatizo ni kwamba si unajua tena mimi mwenyewe pale na bangaiza kitaji changu cha mafuta kile. Mimi kukusaidia na uwezo naweza nikakusaidia, ila nilikuwa nahitaji nikachukue mafuta kesho mida ya saa 3 saa 4 hivi. Nilikuwa nategemea hii hela ambayo nilikuwa nataka nikusaidie wewe nikachukulie nini mafuta. Sasa mimi hela nitakupa, ila hakikisha kesho asubuhi uniletee hiyo hela ili nifanye fuate mzigo. Unajua tena mdogo wangu. Kwa hilo blaza, wewe ondoa shaka. Sawa. Hiyo pesa mimi nitakuwa na umakini nao sana. Kwa muda ambao uliongea nitakuwa nishawasilisha tayari. Basi tusiongee sana kwa sababu shemeji mwenyewe umemwacha kule nje. Tusiongee sana. Wewe shika hela. Kamaliza hilo tatizo. Asante sana blaza. Wewe mdogo wangu bana, damu yangu wewe. Kwa hiyo tatizo lako, tatizo langu. Kweli kabisa. Basi haina shida, mimi ngoja nipeleke kabisa hii pesa. Haya mdogo. Masdati. We Masdati. Abe mme wangu. Toka nje. Vipi tena mke wangu umekwaje mpaka kukufungulia mlango? Wewe acha tu mme wangu. Huruma zake tu. Katuonea huruma maana mtu alikuwa anatapika hapo. Amechoka sana nikaamua unipa funguo nikamlaza hapo ndani. Sawa, na mimi nimeenda kule kwa blaza. Pesa nimepata. Amekupa? Ila na amesema kwamba pesa yake mpaka kesho asubuhi anahitaji, maana anataka enda akafunge mzigo. Kesho asubuhi. Basi sawa. Unajua wewe umechoka. Saizi umetoka kwa shemeji, bado kumpeleka mtoto duka la madawa, kwa umechoka. Ila mke wangu usingebaki na mtoto hapa nyumbani? Hapana mume wangu, nakuonea huruma, umechoka sana. Wewe pumzika tu na mtoto, mimi ngoja nimkimbizie. Basi sawa mke wangu. Haya. Vipi mamtu? Poa, niambie. Fresh mzima? Mzima, sijui wewe. Mimi niko poa unavyoniona hapa. Mbona adimu? Ndio hivyo, pika zimekuwa nyingi. Itasema nini mamtu unazingua ujue. Nazingua nini tena? Si nilikupanga kwamba mimi nataka hela. Yaani mimi unaona usta wangu wote mimi natumia simu ambayo hata funiko haina kweli. Ni kweli kabisa mpenzi wangu. Ila nakuahidi mume wangu kuna nguo amechukua. Kwa hiyo jioni naenda kumalizia. Akinipa hiyo pesa tu nakuletea, hata usijali mpenzi wangu. Mamtu unazingua kila siku ndio hivyo hivyo. Hapana. Unaleta hela mpaka dakika hizi bado sijaiona. Maana yake nini? Nakupa, nakuletea mpenzi wangu. Hata usijali. Hapo sikia nikwambie maisha ya kweli nikuelekeze. Unaelewa? Kuanzia leo sasa kukuona magetoni kwangu pale. Yaani magetoni kwangu pale kuwe kama kituo cha polisi kwako. Si umenielewa? Kimeharibika nini tena? Ndio hivyo mimi nishakuelekeza. Mbona haraka hivyo? Sasa mama mimi sielewi, nataka hela. Mimi kukaa bila hela siwezi mjini hapa. Sasa sikia, na kiasi kidogo cha pesa. Acha nikupatie. Jamani, yani ukimpenda mtu, yani ukishajua kwamba mimi nakupenda, ndio maana nifanyia hivyo. Mimi nishakuahidi mpenzi wangu kwamba mimi jioni nakuletea pesa. Shida, sikiliza mamtu. Shida hizo kalenda zako kila wakati unanipa kalenda. Siku inafika uleti hela. Sasa maana yake mimi nishachoka. Nitakuletea jioni. Basi poa, hamna noma. Vipi sasa? Kwa unataka uende wapi? Basi nishakuelekeza tena. Mimi naenda wapi? Natembea zangu. Ndio muda wangu. Sasa sikia. Kuna kiasi cha pesa kidogo. Nakupa. Ila jioni ndio kumalizia kwa hiyo simu. Vipi?
Sasa mimi sijamaliza kuongea na nikupua hela. Unajua mimi nikishona hela kama hali ya hali, sielewi ujue. Sasa sikia mpenzi wangu. Jioni nakuja jiandae. Kweli? Sikia pale kwako muda wote waingia. Basi sawa. Au si? Nakupenda. Nakupenda pia. Vipi? Safi blaza. Naona umetoka kushtaki huko. Ni wajibu blaza. Japokuwa kwa kwenyewe kwa manati hivyo hivyo tu. Sawa. Vipi ile pesa ulimpa mwenye nyumba? Ile pesa bwana, nilikabidhi shemeji yako ndo kapeleka. Nimempa shemeji yako ndo alopeleka ile pesa. Vipi kwani? Wewe kuna katukio fulani nimekaona huko njiani huko. Tukio gani? Shemeji, nimemwona shemeji mwenyewe. Alikuwa amesimama na fulani suka kahuni aka. Nani? Diki au nani? Ako. Na nimemuona kwa macho yangu kabisa hivi kamkabidhi zile hela. Anamkabidhi?